kipindi chako pendwa cha tamaduni za Uswahilini. Ni furaha yangu kuwa umeshirikiana nami katika kipindi hichi, ila mimi nimekuandalia mazuri katika tamaduni za Uswahilini. Ni zipi tamaduni za Uswahilini? Tamaduni za Uswahilini kama vile salamu. Kama tunavyojua wakazi wa pwani kule, salamu ni kitu muhimu sana kwa tunaona wakazi wa pale jamaa. Lazima wasalimiane kwa sababu salamu ndio kila kitu katika jamii ile. Tamaduni za pwani utapata wengine mazee toka pale katika safari zake jamaa, mwana kama mzee Shaibu hivi, yamwambia bana, asalamu alaykum mshindaje, habari za utokako, habari za umbu, umbu alikuwaje. Yani sisi watu wa pwani ni tamaduni ambao inazingatia sana salamu, salamu. Utamaduni wa Uswahilini jamani, Uswahilini raha sana. Tukiangalia kama hata mwenyewe mtu mzima, mtu mzima akitembea lazima msalimie, shikamoo babu, uendeleaje babu, habari za siku nyingi. Hiyo ndio katika tamaduni za Uswahilini. Tukiangalia pia Waswahili, zile leso, ambao zile leso huwa zina ujumbe tofauti tofauti sana kama salamu ambazo zinaelimisha jamii ile ya pwani. Unajua sisi Waswahili kule kuna venye ambavyo wanatembea, kutembea yenyewe pia onyesha salamu, kuongea yenyewe pia onyesha salamu. Tuseme kama zile salamu za kina mama kule majumbani jamani, kina mama pale wankaa, jamani hamjambo, muendeleaje huku, alelelelele. Salamu pia katika harusi hizo za harusi jamani, unaona pale mzigo ushaletwa, nyinyi kama wakwe, lazima mtoe salamu pale, una magwaridi yankuja, lazima mtoe salamu za vipi, alelelelele. Tunaona pia salamu katika leso jamani, kwa mama wetu wa kipwani jamani, mkivaa leso kule, tunaona leso zimeandikwa vitu vingi, tuseme kama vile leso hizi nyingine nilisoma imeandikwa utamu wa mume ni kuwa na wake wanne. Wewe kama mtazamaji, angalia ujumbe huu, ni salamu aina gani? Waambiwa utamu wa mume ni kuwa wake wanne. Kumaanisha hao wake wanne lazima watakuwa wanazozana, kwa sababu tunajua tabia za ukewenza. Sasa wale wa mama kipwani kule lazima wakivaa waonyeshe kama salamu. Sasa wewe kama bwana ndoa utajua kumaanisha pia mume wangu akioa wanaume wake wanne, atakuwa ndio utamu wa ndoa jamani. Jamani, Uswahilini kuna mambo, na hiyo ndio salamu. Kuna nyingine waambiwa, tuliona katika hizi leso pia zina mafunzo tofauti tofauti. Tunaambiwa adui mpende, yani pia imekopa katika msamiati wa methali. Hiyo ni kama salamu. Sasa ule mpita njia ama nani akiona ile leso anaona ni kwamba hii ni salamu kiplani vile. Tamaduni za Uswahilini. Tutaenda katika kipindi cha mapumziko na tutarudi baadaye. Aiseni nimekwambia si rahisi kucheza hizo tafadhali. Angalia ya miguu, ni squat hizo zimetengenezwa. Karibu tena utamaduni za Uswahilini. Hebu tuongelee kuhusu stara. Wanawake kwa waume kule pwani na tamaduni zao zinalingana na jinsi wanavyovaa. Tunajua katika miji yetu ya pwani sana sana dini inayoendelezwa pale ni dini ya Kiislamu, ambapo tunaona jinsi wanawake na wanaume wa jinsi wanavyovaa. Tunaona wanawake ambao wanavaa yale mabuibui yale, tunaona wamejitanda vizuri mashallah, wengine warembo, yani dada zetu nawaambia mkivaa mavazi mwaka vizuri sana yani. Hiyo katika tamaduni za Uswahilini, lakini utamaduni huu umekopa katika dini ya Kiislamu. Tukiangalia wanaume kule jamani, wanaume wamevaa kanzu, wanaambiwa kanzu ziko kuna kila aina. Tuseme kuna kanzu za Omani, kuna kanzu za Saudia, kuna kanzu za Yemen wenyewe. Na tukiangalia kwa utamaduni huu kuna jinsi ambavyo wanavaa. Hata tukiangalia mabwana harusi wao, tukiangalia mabibi harusi, sana tuongelee katika bwana harusi, tunaona jinsi wanavyovaa. Tunaona wengine sio wamefunga kiomani, sijui wengine wameka ule upanga pale. Sima ujue ule upanga jamani. Kuna ule nini tena, ile kilemba kile, ambapo vile vilemba pia kuna jinsi ambavyo wanavaa. Hiyo katika utamaduni wa Uswahilini. Lakini pale utamaduni wa Uswahilini ni nyingi sana. Tukiangalia kuna jamii ya Midzichenda, kuna jamii ya Wabajuni, kuna jamii ya Wataita, kuna jamii ya Wadawida, kuna jamii, yani yote hawa
ni wakaazi na majamii pale pwani jamani. Tamaduni zao hizi katika kuvaa. Mimi nawasihi sana jamani, njooni pwani muone watoto wazuri, watoto wamejistiri mashallah. Pia ningependa sana tuendeleze tamaduni hizi zetu za Kiswahili, kwa sababu Uswahili kwetu kuna mambo mengi sana kwa stara. Tunaona ndugu zetu kutoka zile pande za Kenya huku, wanakuja pale pwani, unaona jamaa nataka material fulani, sijui nitakajia baya. Ona jamani, dada zetu paka watu wa pande nyingine za nchi wanajua kwamba kuna vazi la baya jamani. Utamaduni huu wa Uswahilini, mavaa mabuibui wenyewe pale, yajifungua ama yale kujifunga na sijui kuna mabaya sijui vipi, lakini ndo katika tamaduni. Kwa hivyo stara inakuwa kitu muhimu sana katika tamaduni za Uswahilini. Tukiangalia pia utamaduni wa Uswahilini inazingatia stara pia katika masuala ya ndoa. Tunaona wanazingatia sana ile ungo la usichana wakati wa mwanamke anapoenda kuolewa. Na hii katika stara jamani. Stara pia imetajwa sana katika vitabu vitukufu, katika kitabu cha Biblia na kuna katika kitabu cha Qurani. Tukiangalia pia stara imefanya mpaka jamii zingine kutoka miji tofauti katika nchi hii yetu ya Kenya wanaiga, kama vile the assimilation policy ambayo ilitumiwa katika kule nchi ya Ufaransa. Wanakuwa assimilated, wanaiga mienendo ya wapwani jinsi wanavyovaa. Tunaona wanavaa mbuibui. Kwa sababu gani? Ya stara ya mji wetu wa Mombasa, hususan pwani kwa ujumla. Tamaduni za Uswahilini jamani. Tamaduni za Uswahilini nyingi, lakini kwa leo nina hayo machache katika tamaduni na stara. Salamu. Kipindi kijacho nitawaelezea zaidi kuhusu tamaduni za vyakula vya pwani.